Come here. You know, when we give these testimonies, they set us free. And they are also used to set many more people free. Bwana Yesu asifiwe sana. Let her have the microphone. Yes, just come in front. Peter tu mfungulie njia, wachani kushesa na huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Kuja hapa. Uangalie na macho ine tu. Kwa majina naitwa Catherine Mwangi. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mahali amenitoa ni mbali. Wengi wenu wanaweza kuwa amenifahamu. Nilikuja hapa nilikuwa nimetoka kwa uganga ya ufalme. Hii ndio ground yake. Sasa hii ndio altar. This is the altar now. Sasa ukivalishwa hizi unatolewa kwenye ulimwengu wa hapa, unaingizwa kwenye ulimwengu wa shetani. You start now worshiping the dead. And from there, everything that is with you goes away. Therefore, katika jina la Yesu, ninachukua ufalme huu kutoka kwa shetani. Ninateketeza ngome zao. Naharibu kazi zao. Every pillar, every ashera, and every altar, I destroy in the mighty name of Jesus Christ. Ninaharibu maneno waliozungumza juu yake. Maneno yaliyotajwa ya kiapo. Maneno yaliyoashiria the spirit. I cancel in the mighty name of Jesus. Any form of initiation ilitumika kupitia marangi, kupitia rangi ya white, kupitia rangi ya green na ya black. Yote ninakatakata. Mbuzi walizochinja, mbuzi walizozifinya, na any form of initiation ambayo ilitumika kwa huyu mama, ninaicancel katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja ngome zao, ninavunja mipango yao, ninasambaratisha ufalme wao. Na kutoka sasa ufalme wa waganga katika nchi ya Kenya, iwe ni ya Keda Muihuru, iwe ni ya Mihirega Keda, Gwatadae, whatever you call yourself, I render you powerless. Ninang'oa mizizi yenu. I overthrow you. I uproot you. I scatter you. In the mighty name of Jesus Christ. Kama huyo baba yenu Maina wa Mogoto alienda, hata nyinyi I command mfuatane na yeye, mkakae kwa waliokufa. In Jesus name. Sasa chukweni muende mchome. Bwana Yesu akaniokoa na akanitoa huko. Na nimefanyiwa deliverance kadhaa hapa. Na kwa hakika nimeona ushindi wa Bwana. Amekuwa Mungu mwaminifu. Nimekuwa na mtoto wangu alikuwa university tangia 2013. Na hajawahi graduate even a single day. Alikuwa supposed to graduate on 2015, but he never graduated due to some reasons which I cannot tell. But by the grace of God, when I came here through the deliverance of Apostle Waroinge, I think it was about 3 weeks ago, the deliverance that he did to me last. Because I did not know what happened, I watched the YouTube and I heard him saying that nilikuwa nimefungwa kwa uganga, na sasa tumefunguliwa, mimi na jamii yangu yote tumefunguliwa, na kwa hakika tumefunguliwa. Kwa sababu sasa mtoto wangu alikuwa anaenda university, alikuwa KU, akienda anaenda anaambiwa results zake zimepotea, naambiwa arudie, akirudia anasemekana bado hajahitimu na unit moja. But after the deliverance, wakati alienda huko na walikuwa wamemwambia arudie unit fulani, aliambiwa wewe utakikani kuwa unafanya, umeshapita kitambo sana, uko supposed kuwa kwa graduating list. Believe it or not. Nikamwambia Apostle, na akaniambia all will be well as I start before you this evening. Mtoto wangu aligraduate on Friday.
before that Friday, mimi nilikuwa nimekuja hapa. On Sunday I was here, niko leave, nikasafiri nikaenda nyumbani after church, nikaenda nyumbani the following day. Kufika nyumbani nikapigiwa simu, nikaitwa kazini, nikaambiwa natakana kwenda kufanya promotion interview. Na hii promotion nilikuwa nimefanya 2018-2019, kitu chenye kinitupeleka mimi kwa uganga. Vile mnaniona hivi, I was in a wheelchair. Mrs. Karanja is a witness to that. 2018-2019 I was in a wheelchair. God healed me. But kwa pita hapa na hapa nikajikuta bado niko wapi? Kule kwa uganga, utamaduni. Na nilikuwa nimeokoka kabla ya hapo. Lakini wacha niwaambie wapendwa, Mungu anaposema ati onogera orere kwa ngoma, no ayagukuruta kuo. Hivyo ndivyo alinifanyia. Amenitoa huko. Na huko sirudi tena kamwe. Sasa hiyo promotion nikafanya on Wednesday. Friday my son akagraduate. Nilikuwa na jamii yangu pia walikuwa wamewekwa korokoroni. Na nikupitie tu hiyo maneno ya uganga tu. Lakini the previous time wakati walipewa board ilikuwa ya 200,000. Wakati tumeappeal, tumekuja hapa tumeomba na apostle, akaniambia nilete mchanga wa kwetu kwa sababu kuna kile kinatufunga mahali kitovu chetu kiko. Akaniambia nilete mchanga. Tukakuja nikaleta hiyo mchanga hapa. Tukaomba na akaniambia nitoe sacrifice. Aliniambia sacrifice hakuambiangi ni pesa ngapi. Ni wewe mwenyewe vile Mungu atakunenea utatoa kulingana na hivyo. I did it. Wapendwa, msipende muamini au msiamini. Hiyo Wednesday nilikuwa nafanya hiyo promotion board interview. Naye my sister alikuwa before judge. Na tumeappeal. Walipewa na tulikuwa tumeambiwa na advocate wetu kwa sababu sasa ilikuwa imesemekana 200,000, akatuambia sasa tutafute kitu cheche kiko na dhamana more than 200,000 kwa sababu sasa hii ni appeal. Na ile nyingine ya kwanza walipewa board ya 200,000. Kwa hiyo tutafute something more. The value is more than 200,000. Nikapeleka gari yangu huko, nikapeleka title huko na wengine wakatoa tukigojea. But people of God, you know what happened? They were given a board of 50 Kenya shillings. 50,000 Kenya shillings. Na ni appeal, na appeal nitakana iwe higher than that. 50,000 Kenya shillings. Mimi huyu Mungu sijui niseme nini kwa sababu yale ametenda. Nilikuwa nimefikiria huko nilikuwa ndiko Mungu wako. Lakini wapendwa, msidanganyike. Mtumainie tu huyu Mungu. Ni mwaminifu kwa wakati. Nimefanya board on Wednesday and I'm 100% sure that one it's already mine. It's already mine. And I'll come here to testify the goodness of the Lord in the land of the living. Because hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Thank you. Ni mkuu. Na Bwana Yesu awatende na atende mema. Kila mtu atulie tu na mtauona mkono wa Bwana. Wacha niimbe tu ni moja.